Sura ya 4. Namna ya kuongeza furaha yako. Namba 1. Kujitenga, kujiepusha na ngono. Wakaka huwa wanachagua mabinti wa kuoa, na wengi huwajaribu kwa kuwaomba kufanya nao ngono. Na pale msichana anapoona anaumbwa na kijana, anashindwa kusema hapana kwa sababu anaogopa kuachwa, anaona ni afadhali amkubalie ili asiachwe. Mahusiano yenye msingi kwenye ngono ni rahisi kuvunjika kwa sababu yataendelea kulindwa na kwa ngono. Ila mapenzi yaliyojengwa katika misingi ya upendo yanadumu milele. Kijana, ukishamvulia nguo yako ya ndani, jua mahusiano yenu ndiyo yanakaribia kufika mwishoni. Mabinti wanapima upendo kwa kumvulia chupi kijana aliyoko naye kwenye mahusiano ya kimapenzi, na wanapofanya hivi inawagharimu sana. Wakaka nao wanaamini kuwa msichana wa kuoa ni yule mwenye msimamo na anayekataa sex kabla ya ndoa. Wimbo ulio bora sura ya 3 mstari wa 5 unasema, na wasihi enyi binti za Yerusalemu, kwa paa na kwa ayala wa porini, msiachochee mapenzi wala kuyaamsha hata yatakapoona vema yenyewe. Pia katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18 neno linasema, ikimbieni zinaa. Kila dhambi atendao mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Jihadhari na ngono kabla ya ndoa, ina madhara mengi kiroho. Namba 2. Binti mwenye juhudi katika kujishughulisha. Binti, ili uwe na furaha inakubidi kuwa mchapakazi. Na maanisha unatakiwa kuweka uvivu kando kabisa. Wanaume hawapendi watu watakao kuwa tegemezi kwao. Wanataka binti ambaye atakuwa mstari wa mbele kuwaonyesha mahali penye fursa na mahali ambapo wao wataweza kupata kipato nje ya mshahara. Na kuwa chapakazi huku hakuanzi baada ya kuolewa, bali kabla ya kuolewa. Usilale wakati huu halafu uwe na matarajio makubwa, nikishaolewa ndio nitakuwa chapakazi na nitajituma. Hapana, kujituma kunaanza sasa hivi. Katika Mwanzo 24 tunaona Isaka akitafutiwa mke, na mtumwa wake Ibrahimu aliambiwa aende kumtafutia mke kutoka kule walipokuwa wanaishi. Na mtumwa wake alisema, binti atakaye kuja na kunipa maji na ngamia zangu, pia huyo atakuwa ametoka kwa Bwana. Na kweli Rebeka alikuja na akampa maji na ngamia zake pia. Tunamwona Rebeka ni kwa jinsi gani alikuwa anajituma na alikuwa mchapakazi ajabu. Kama asingeenda kisimani, asingekutana na mtumwa wake Ibrahimu, na kama asingeonana naye, ni dhahiri kwamba asingekuwa mke wa Isaka. Ni vyema binti ukawa unajituma na kuhakikisha unafanya kazi kwa bidii. Hakikisha unajishughulisha na kujituma kusaidia kuosha vyombo, kudeki, kupika, kutandika kitanda vizuri, kutoa vyombo mezani. Usijibweteke na kudeka sana. Anza kujitegemea, kwani wewe unakuja kuwa mama mwenye nyumba yako baada ya muda fulani. Namba 3. Uheshimu ndoa za watu wengine. Mabinti wengi wamekosa heshima kwa wakubwa zao na kwa ndoa za wakubwa zao. Amri ya 4 inasema, waheshimu baba yako na mama yako, ili siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Unaposhindwa kuheshimu wazazi wako ni laana mbele za Mungu, na pale unapowaheshimu ni baraka kwako na uzao wako, na utapata siku nyingi duniani na uheri. Na unatakiwa na ni lazima uheshimu ndoa ya wazazi wako. Wazazi sio wale tu waliokuzaa, hapana. Hata wale wenye umri sawa na wazazi wako ni lazima uheshimu ndoa zao kama unataka kufanikiwa. Wapo ambao wameshindwa kuziheshimu ndoa za watu wengine na kujikuta wako kwenye adhabu na laana ya kutokuolewa au kutokupata watoto. Na wengine wanapoolewa ndoa zao zinakuwa ni kipigo. Kila siku ni ugomvi, hakuna amani kabisa katika nyumba yako kwa sababu ya kushiriki uasherati na mwanandoa wa ndoa ya mtu. Kama umeshawahi kufanya hivyo, tubu na omba rehema kwa Mungu, kwani bado anasamehe. Na kuanzia leo
Uwe na msimamo wako kwa mwanaume yoyote anayekuja kwako, awe amevaa pete au hajavaa pete. Atakapokuja kwako na ameshaoa tayari, uwe na msimamo wako, useme hapana. Waebrania 13:4 inasema, ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Mungu amesema kabisa kwamba atawahukumia adhabu, na zipo nilizotaja hapo ni baadhi tu. Namba 4. Usafi wa nje na unadhifu. Binti, unatakiwa uwe msafi na muonekano wako wakati wote unatakiwa uwe wa kuchanua. Hata kama hauna vitu vingi vya urembo na mavazi mengi, lakini namna unavyojiweka inampa kijana ushawishi wa kuja kukuona na kupenda kuwa karibu na wewe. Unakutana na binti kabeba pochi imechoka, inatoka magamba. Mwingine hajanyoosha nguo zake wala hajisikii vibaya, anaona ni sawa. Usafi huu unaanzia ndani yako, sehemu unapolala na mahali unapoishi. Wewe chumba chako umekiweka katika muonekano gani? Au unarusha vitu ili mradi tu umerusha? Kitanda hautandiki, shuka, foronya na blanketi havifuliwi, vinanuka jasho. Hivi kwa namna hiyo unadhania kuna kijana atataka kuwa karibu na wewe? Hebu jikague na anza kubadilika sasa. Kuna wengine wana nguo nyingi na nzuri kabisa, lakini hawajui namna ya kuzipangilia. Unakuta kavaa kitu haviendani kabisa. Nukuu, jitahidi kuvaa kama binti wengine wanaojitambua wanavyovaa, na sio kila rangi kama upinde wa mvua au nguo za mpaka rangi wa nyumba. Namba 5. Tumia kauli nzuri kujibu. Binti mwenye lugha mbaya huwa hana furaha kamwe. Kama una kauli mbaya, jizoeshe kuwa na kauli nzuri, kwa maana hakuna mtu anayependa kujibiwa vibaya mahali popote pale. Pale kijana anapoomba kuongea na wewe, unachohitaji kukifanya ni kumsikiliza, na baada ya kumsikiliza, mpe majibu sahihi na kwa lugha rahisi yenye msimamo na kwa sauti ya kawaida, sio kwa kumkasirikia au kumtukana na kuanza ugomvi. Tumia hekima unapokuwa unamjibu kila kijana anayekuja kwako kuomba kuingia kwenye mahusiano na wewe. Ni muhimu kujua kuwa mabinti wengi ni wasiri katika mahusiano na wakaka wengi ni waongeaji. Wakaka wana tabia ya kuambiana na taarifa hizo zitasambaa kila mahali. Pale unapomjibu vibaya anawaambia wenzake, na utashangaa hakuna mvulana anayekuja kwako tena kwa sababu majibu yako unayoyatoa ni mabaya. Binti, chunga mdomo wako na ulimi wako, kwani kijana anayekuja kwako anakuheshimu sana, ndio maana anakuja kwako.